Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Na hawa ndio vipenzi wa Allah anaowaita kwa imani. La yaskhar qaumun min qaum, mwanamume au kundi la wanamume liusiwadharau kundi la wanamume wengine. Huenda kundi hilo linaodharaulika likawa ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kundi linalodharau. Wala nisa'u min nisa', wala kundi la wanawake lisidharau kundi la wanawake wengine, kwani huenda kundi linalodharaulika la wanawake likawa ni bora mbele ya Allah kuliko kundi linalodharau. Maneno haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, muumba wetu na muumba wa kila kitu. Ukiyatazama vizuri utaona ndani ya aya hii Allah anawatahadharisha na kuwaonya wale walio na imani wasiwadharau watu wengine walio na imani, kwa sababu dharau ni moja katika vitu vinavyovunja umoja, ni moja katika vitu vinavyovunja mshikamano, ni moja katika vitu vinavyovunja mapenzi. Yani mimi nikishajua wewe unanidharau, umenishusha thamani, mimi sina haja ya kujua chochote kwako tena, wala yeye kwangu tena si mtu muhimu, maadamu unanidharau mimi kana kwamba mimi Allah ameniumba bahati mbaya, wewe ndio umeumbwa hafaa, unastahili kuumbwa, mimi sikustahili. Hili ni moja katika mambo yanayovunja umoja na udugu na ushikamano. Unaweza kudharau kwa kutazama, unaweza kudharau kwa maneno, unaweza ukadharau kwa vitendo. Ukafanya jambo watu wakajiuliza nani kafanya hivi fulani, kwani hakuna tumefanya haya, sema amefanya au wao wamefanya, kwani nyinyi kila nani? Ama nakataza kitu hicho kwa sababu hakiwezi kuleta tija ndani ya umma wa Kiislamu. Lazima Waislamu waishi kama ndugu, na kila mmoja ajenge dhana kumdhania mwenzio kwa huyu bwana anaweza kuwa mbora zaidi yangu mimi, wala nisimtazame kwa mavazi yake, wala nisimtazame kwa kabila lake, wala nisimtazame kwa rangi zake. So Allah subhanahu katika aya hii anasema fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqa. Msijisifu nafsi zenu, msijisifu makabila yenu, msijisifu kwa marangi yenu, msijisifu kwa utajiri, msijisifu kwa chochote kile, kwa sababu yeye ndiye anayemjua anayemcha. Mcha Mungu wa kweli kabisa anayemjua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawake wameambiwa hivyo hivyo, kwa na wanawake wasiwadharau wanawake wenzi wao. Yani maana yake hata yule binti kwa pale ndani na kusaidia wewe mwanamama, jua huyu ni ndugu yako katika imani, ana nafasi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la kuwa yuko nyumbani kwako anaosha vyombo, anapiga deki, anafanyaje, hili ni swala la mpango wa Mungu, yatakhadha ba'dukum ba'da sukhriya. Allah ametuumba tupikishane sisi kwa sisi. Alikuwa na uwezo wa kutuumba sote matajiri, Allah alikuwa na uwezo huo, lakini nimesema fadhala ba'dukum 'ala ba'd, yatakhadha ba'dukum ba'da sukhriya. Nimewafadhilisha baadhi yenu, wengine siwafadhilisha, ili mtumikishane. Na hili linaeleweka vizuri sana. Kama sote tulikuwa na hali moja, sasa nani angekuchimbia tu wewe? Wewe una mabilioni na mabilioni, chote kichukua, nani angeendesha gari yako ndani anaangalia? Sasa wakati mwingine kutokea mtu akamdharau mtu kwa sababu ya kazi wanaifanya, Uislamu unasema hapana, mtu ukimfanyia hivyo utakuwa unaishi naye na huko anakuchukia,
anaishi naye kila namweleza kila siku, anasema huyu anadharau sana, huyu anajisikia sana, kitu ambacho ni sehemu miongoni mwa sifa za kumuingiza mtu motoni ni kibri. Baada ya aya kusema haya, baada ya Allah kusema haya, akasema wala talmizu anfusakum, msijidai kimakabila, msijidai kwa rangi zenu, msijidai kwa kazi zenu, wala talmizu anfusakum, msijidai kimakabila. Mtu anaweza kafika pahala akalichukia kabila fulani na akalisema vibaya, na ubaya zaidi ni vile hata lugha yenyewe ya Kiswahili namna ya kuitumia hatujui. Yani wewe kuna mtu mmoja wa kabila fulani imekuzi, makabila yote unayatukana, hawa kabila fulani waga ni wachezi. Akadi shay'in ala alqadri, kwa uchache ungesema baadhi ya watu wa kabila fulani wana sifa hii, baadhi ya Waha wana sifa hii, baadhi ya Wanyema wana sifa hii, baadhi ya Wasukuma wana sifa hii, lakini ukasema kabila fulani wote wachezi. Hizi sio tabia za Uislamu. Uislamu hakuweka utaratibu huo katika maisha haya, kwa sababu Uislamu ndio mtu pekee yake amepewa kitabu ambacho anaamka asubuhi mpaka lala, ndio dira ya maisha yake. Kwa hiyo kufanya kitu kimo ndani ya Qur'ani ambacho Allah amekataza ni jambo baya sana. Tena akasema wala tanabazu bil alqab, msifanyane kejeli kupeana majina mabaya. Yani kuna jamaa yako ukimwita jina fulani anachukia, wewe unaendelea kumuita ili umuuzi tu. Ni dhambi. Na katika dini ya Uislamu mtu kapewa nafasi ya kubadili jina lake. Akiona jina lina maana ambayo si nzuri, ana haki ya kubadili. Na sio dini, hata serikalini. Unakwenda kwa hapa leo jina lako fulani au kwa jina lako hilo. Tazama, jina ni kitu kidogo, lakini Qur'an imezungumza wala tanabazu bil alqab, msipeane majina mabaya ya kuwatia watu maudhi na chuki, mtakuja umoja. Ya kuwatia watu maudhi na chuki, mtakuja urafiki wenu na udugu wenu. Itafika pahala unakuita mtakuitiki, unamtolea salamu na nyamaza. Kuonyesha maneno haya kuwa ni mazito, Allah subhanahu akasema wa man lam yatub, yani ukawa na tabia dharau na tabia kujisikia, kujiona, kisha ukafa hivyo, umekufa umedhulumu nafsi yako. Mtume sallallahu atuweza katika hadithi anasema al-muslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake Muislamu. Maneno haya maneno mafupi sana. Muislamu ndugu yake Muislamu. Katika dini sisi tunaamini udugu wa Kiislamu ni bora kuliko udugu wa damu. Udugu wa Kiislamu ni bora kuliko udugu wa damu. Kwa nini? Kwa sababu Allah aliyeleta Uislamu ndiye ameniunga mimi nizaliwe na huyu hapa. Huyu kaka yangu mimi sikujaza fomu ya kaka yangu, nimejikuta tu kazaliwa yeye kazaliwa mimi. Kwa maana nyingine Allah anatutoa katika familia anayotaka yeye. Wewe unasubutu vipi kusema mimi sio ndugu yako? Anayekupa ruhusa hiyo ufike pala uone huyu bwana toka leo fi dunia na akhera sio ndugu yako. Hapana. Hivyo ni katika vitu vinavyovunja umoja na udugu wa Uislamu. Allah Mtume Muhammad sallallahu katika hadithi hii akaanza kutaja mambo ambayo ni sababu ya kuvunja umoja na udugu na ushirikiano wa Uislamu. Akasema la yadhlimu, Muislamu hamdhulumu ndugu yake Muislamu. Na ifahamike kuwa hakuna ruhusa hapa ya Muislamu kumdhulumu asiyekuwa Muislamu, la. Lakini hapa imejengwa jamii yenye imani zinazofanana kuwa Muislamu hamdhulumu Muislamu mwenzie, wala yahqiru, wala Muislamu hamdharau
ndugu yake Muislamu, wala yahdhuruhu, wala Muislamu hamtelekezi ndugu yake Muislamu. Yani kuwa wewe una shida kisha mimi nina uwezo wa kutoka katika shida hiyo nikakuacha, huo sio Uislamu. Wewe una jambo halikupi usingizi kisha umenihadithia mimi, na mimi nikitazama naona naweza nikaplayback hapa hata 50% ya kupumzia, kisha nasema bwana atajua mwenyewe makabila sio kwa kabila fulani ndio si walivyo. Wanazuoni wanasema ukifika hapo hata swala zako hazina tija, kwa sababu kazi ya swala na swala tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Swala inazuia fahsha, maneno machafu, vitendo vichafu, munkar na mambo mabaya, wal baghi, kibri na jeuri. Kazi ya swala ndio hapa. Niona una swali lakini bado una hivi vitabia vya aina hii kwa maisha yako, swala yako haiwezi kupatika, haiwezi kusaidia, kwa sababu kazi ya swala ni kumsaidia mtu atakasike, apadirike, awe ni mfano. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajatihi. Atakayekuwa katika shida za ndugu yake, Allah atakuwa ndani ya shida zake. Yani Muislamu anatakiwa akijua Muislamu mzia na shida, amuondoleze shida. Asikubali kusema yeye na watoto wake na mkewe wanalala alafu hao watajijua, na akaye tazame nifanye nini hii ndugu yangu Muislamu kanieleza hili, mimi nifanye nini hapa, nina lolote la kufanya. Maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mathalan mtu amedhulumiwa, kutembea naye kwenda kutafuta namna hii dhulma itaondoka, kila hatua unaipiga ni thawabu. Huko ndani ya jihad, kwa unampeleka pahala, jamani huyu kafanywa hivi, kwani msimsaidie? Wewe huna uwezo wa kumsaidia, lakini unamuonesha tena kupeleka hapo, jamani huyu anakuja kunitaka kumsaidia. Umeingia nyumbani kwako na kukuta mtu anaumwa, bwana una nini? Tatizo bwana, karatasi nimepewa, dawa hizi mimi sina. Basi pole sana, Mwenyezi Mungu msaidie huyu bwana apone, muondolee maradhi na basi tutaonana. Ndio imetoka hivi. Hamna. Huo katika dini ni utapeli. Yaani una uwezo wa kufanya juhudi apate dawa au atibiwe, kisha unasema unamwombea maneno mawili matatu, ni sunna muombee mgonjwa, lakini unaona inatosha hiyo. Kisha napiga wiki ya kwanza, wiki ya pili apita mtu mwingine, hata bwana fulani kapita hapa bwana, nimemueleza tatizo hili, kafanyaje? Wanatoka muondoka wiki ya pili, sio anafanya nini? Ndio maana masahaba radhiyallahu anhum wakitaja kusema radhiyallahu anhu, walikuwa ni watu ambao linamudhi Muislamu mbele ya mudhi yeye. Ya Allah anasema, alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Neno wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni kwenye kamba mmoja, msifarikiane. Ni pamoja na kuondoa matatizo yanaweza kuleta faraka. Mimi na wewe hatuwezi kuwa bila faraka kama wewe mdhulumu. Yani unafanyia vitendo visivyofaa vya shirki, alafu unasema hisi Islam. Islam shekhe, unajua Islam. Wewe unafanya kitu ambacho kinasababisha mtu akuchukie. Usimfanyie Muislamu zako. Usimfanyie. Tena ndugu zangu nikuambieni, wattaqu da'wa man ahsana Allahu ilayhi. Tuchukue tahadhari sana ya dua ya mtu aliyekufanyia vizuri ukamfanyia vibaya, ni hatari sana. Sasa atakuombea dua mbele ya Allah, Allah hawezi kuacha. Kinachokuponza ni ihsani. Mtu kakupa hela urudishe, unaanza kuleta ujanja mpaka mnaendana kusema uba. Vyapo vingi sana. Mungu Mungu bwana. Mtu aliyekutendea vizuri, dua yake ni hatari, kuombea ni hatari. Lakini watu wa zama hizi tulivyo wajinga, wallahi mtu akiambiwa na mwachia Mungu anacheka kumwachia. Kama kuambiwa ni
Unamwachia jirani yako, uachie. Kuna nini? Watu wametoka huko nyuma, mmegombana kama umemdhulumu na mwachia Mungu aondoke, ukitaka Mungu aondoke bwana, maliza bwana. Na mwachie Mungu kwa sababu anajua Allah ni mtafi. Mungu ni mwenyepiza. Mungu ni mwenyepiza. Na yeye amesema nitamjibu mwenye kudhulumiwa na baada ya muda mfupi nitamjibu. Sasa kudhulumiana, kudharauliana, kukejeliana, hivi vitu vinavunja umoja, vinavunja udugu, vinavunja mapenzi, vinavunja lengo la dini hii. Hii dini imekuja kwa ajili ya kutuunganisha. Sisi tulikuwa watu wamoja, wajinga tawana lote. Uislamu ukaja kutoa kwenye matatizo. Kisha Mtume akasema, "Wa man yassara ala muslimin yassara Allahu lahu fi dunya wal akhirah." Uislamu atakisia Uislamu mzia na magumu, akajitahidi kumwondolea magumu hayo, Allah atamwondolea. Allah atamwondolea magumu ya hapa dunia na akhera. Wa man faraja mu'minin kurbatan min kurabi dunya faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi al-qiyamah. Atakayemfuatilia Muislamu tatizo akamfariji katika matatizo ya hapa duniani, Allah ameahidi kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atamfariji katika matatizo ya hapa duniani na kesho akhera. Sasa tunaposema innamal mu'minuna ikhwatun, waumini ndugu, maana yake ndio tuwe ni ndugu wa kusaidiana, tuwe ni ndugu wa kuhurumiana, tuwe ni ndugu wa kuombeana dua. Akali shay'in Muislamu kama ana jambo huna la kufanya, huna kabisa, basi muombe dua. Sababu ni nafasi ghaib dua ya Muislamu kumwombea mtu. Ya Allah, huyu nimemuona na shida, ya Allah muondolee, ya Allah mfanyie, ya Allah mfanyie. Lakini sio una uwezo, una jambo la kufanya, kisha unasema bana hapa mjini wala kuna nilipeta mwensia. Hizi ni wagani hizi? Ndio za kijinga. Hakuna nilipeta mwensia. Hatupatana kuja hapa. Uislamu una shida, unasema hakuna nilipeta mwensia kwa nini? Kuna mmoja kabisa anaathirika na unalo la kufanya. Alafu unasema ni mfuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume gani? Mtume gani wa aina hiyo? Mbele ya sahaba alikuwa anawaambia, wallahi siwezi kuwa na kitu nikakiweka, nitakupeni tu. Siwezi kuwa na kitu nilikuwa napata tabu, nakupeni. Siku moja akaweza kufanya salati siku ya kusoma moja kimbilia ndani. Akaleta kipande cha dhahabu, akasema kuna mtu ametoa kipande cha dhahabu cha zaka. Hichi hapa. Sasa sisi kuna kitu ndio kwa ajili yetu. Na masahaba wameshindwa kwa kwenda kumwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unakwenda kumwomba mtu ambaye hata yeye mchana hajui, lakini anaumia. Mtume alikuwa anaumia, anautumiza, anaumia. Hii ndio sunna katuachia sisi. Jambo linaumiza Uislamu, likuumize na wewe. Uumie. Sio kusali tu za lengo moja la kusali. Swala za jamaa ni hilo. Haizani kusali kuondoka. Ndio maana mtu akija hapa tunamsaidia. Hatuna namna. Watoto wangu ndio wako wewe. Wako ndio kwangu mimi. Shida yako ni shida yangu. Huo ndio Uislamu. Huo ndio Uislamu. Hakuna zaidi, huo ndio Uislamu. Hawezi kuwa Uislamu tunasali pamoja. Tunaweza tunaondoka tu. Watu wana shida kwa kusaidiana na nini? Tunasema la yu'minu ahadukum man bata shari'a wa jaruhu ala jambihi mata jari'a. Hakuamini mmoja wenu imani ya sawa sawa inaweza kumpa pepo ambaye amelala ameshiba jirani yake kwa kunia mahala na njaa. Hakuna imani ya hiyo. Kama ukujua kitu kingine lakini umejua jirani yako anawasha moto kabisa. Wewe unawasha moto, unamaliza unakwenda ndani jificha. Alafu akuna kwa mlango wa kusala. Ndio utapenda zaidi. Hii dini ya mapenzi. Hii dini ya kusaidiana. Hii dini ya umoja. Hii dini ya kuhurumiana. Fulani na pamoja na hivi hata kwanza pati ya komi bana. Subhanallah. Subhanallah. Unimani gani wewe? Tuma katika hadithi hii akamalizia akasema wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu ana tayari kumsaidia mja
Tuzangu na kuhusia tena kumaliza hotuba yangu na nikuhusia nafsi yangu inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Muhammadun sallallahu alayhi wasallam rasulullah, ni mjumbe wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale waliyemwamini Mtume sallallahu wakawa nao, ashiddau ala al-kuffar, ni wakakamavu wa makafiri, ni wakakamavu kwa wale wanaopinga amri za Allah, ni wakakamavu kwa wale wanaokataa kufuata yale ambayo Allah ameamrisha na kuacha makatazo. Rahamaa bainahum, wanahurumiana kati yao. Haya maneno wanasema Allah kwa sisi wafuasi wa Nabii Muhammad, tuna huruma kati yetu. Ndio dini yetu ilivyo, ni dini ya huruma, lazima tuhurumiane. Nasema tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla min Allah wa ridha, utawaona wanaruku pamoja, wakisujudu pamoja, wanataka fadla za Allah na radhi zake. Simahum fi wujuhihim athari sujud, wana alama kwenye bapa la uso, kwa sababu wanamsujudia Allah sijida inacho athari. Ndugu zangu, maneno haya kitu ambacho nataka mtanabahi. Allah anasema dhalika mathaluhum fi at-Taurat wa mathaluhum fi al-Injil, mfano wa wapenzi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna mnatakiwa kupendana nyote Muhammad na kuhurumiana na kusaidiana. Mfano huo katika watu wa Taurati. Watu wa Taurati ni watu wa Nabii Musa. Maana yake Allah anasema wale waliokuwa na Nabii Musa wakisema Musa Rasulullah, la ilaha illa Allah, Musa Rasulullah, hao walikuwa ni mapenzi yao wao wenyewe, kuacha wao kumpinga Musa Firauni wenzake. Hao walikuwa ni makafiri. Kwa watu wa Musa walipendana, na ndio utaona mpaka Musa anafikisha kwenye bahari nyekundu ile, waambia Musa tunakufanania na maana Rabbi sayadi kai vizuri, mimi na Mola atayaongoza, piga wakapata njia kabisa. Hawa walikuwa wanasema la ilaha illa Allah, Musa Rasulullah. Hawa wanasema na wao walikuwa ni mapenzi, walikuwa na umoja, walikuwa wanahurumiana. Kisha akasema wa mathaluhum fil Injil, na ndio mfano huu katika Injili. Injili ya nani? Ya Nabii Isa alayhi salam. Na watu wa Isa wanapendana, wanahurumiana, ni kitu kimoja. Wallahi ukisimama hapa unajiuliza sisi tuna kitu gani? Sisi tuna shida gani sisi? Mpaka maneno kama haya tuelewe kama tofauti sisi. Yaani mtume kama anaambiwa hawa watakusanya kupendana wakati wenzao waliopita walikuwa wanapendana hivi. Kwa nini wanafanyana uadui? Kwa nini hawasaidiani? Kwa nini hawahurumiani? Kwa nini hawalekezani? Yaani usifahamu nikati wasifanye hivyo. Watu wa Nabii Musa walikuwa wanapendana, watu wa Nabii Isa walikuwa wanapendana, na watu wa Nabii Muhammad lazima mpendane. وصلوا على نبيكم الكريم. قد امركم الله تعالى بإفقاء ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى جميع اصحاب رسول الله من المهاجرين والانصار رضوان الله تعالى اجمعين الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم الف بين قلوبنا، اصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام.